Tumerudi mjini Lagos na leo nakuletea kazi inaitwa I Swear to God. Hivi umesha kumkosea Mungu hadi watu wanasema hata shetani anaogopa kwenye hili? Au je, kama malaika tungekuwa tunapiga nao story tungefanya madhambi? Kuna majibu Swali la mwisho, kama malaika wangeamua kutupa adhabu moja kwa moja hapa duniani ingekuwaje? Kipindi unafikiria na kuja na hii. Yinka ni mfanyakazi katika famasi moja hapa mjini. Kama unavyojua dunia kwa sasa, famasi ni kama Shoprite tu, yani duka ambalo unaweza kupata kila kitu. Leo kuna mzee ananunua dawa ya kukuza nywele na Yinka anamwambia, yani hii dawa wiki moja tu nywele zako zitakuwa kama Aquaman. Najua unamjua jamaa yule wa kwenye movie za kizungu, ana nywele ndefu hivi, huwezi amini. Hadi rafiki yake Ada anashangaa. Hakuishia hapo, anampanga kwamba ana mafuta ya ngozi ambayo itafanya ngozi yake glow sana. Anaapa kabisa eti anaapia kwa Mungu, yani hii dawa matokeo ni wiki moja tu. Kesho tena kuna kijana anakuja kununua spray katika duka lao, anamwambia naapia kwa Mungu unaweza hata kuogelea nayo. Jamaa anauliza, hivi hii haina chumvi? Naapia kwa Mungu hata damu yako itanishukuru. Kila mteja anayekuja kwa kununua bidhaa amekuwa akiongopa sana, tena kwa kumuhusisha Mungu. Yani neno naapa kwa Mungu limekuwa ndio neno kubwa sana kwake. Hii hutumia kuongopea wateja ili waamini na kununua bidhaa zao. Hili limekuwa likimshangaza sana rafiki yake. Kila anapodanganya anakuja kumpiga jicho, anashtuka huyo. Chai, kama ndio kwanza unatupata mubashara katika chaneli yetu, hii ni Dar2 Lagos TV na mimi ni storyteller wako Pillow the Great. Movie ndefu zinachosha, endelea kufuatilia kazi zetu. Leo Yinka anahesabu maokoto tu. Ada beke, leo faida nyingi sana. Manide what? Manide water. Ada anasema, hii ni ajabu sana. Kwa nini umekuwa ukidanganya sana wateja wewe? Una shida gani? Anasema, aha, kwa hiyo leo mimi nimekuwa muongo eti? Sikulaumu. Unasahau ni mdomo wangu mzuri ndio unawavutia wateja, si ndio? Shibiri bengi si ama talk about. Ada akabaki anasema, sawa, naomba uondoke usiniteke. Sina kabisa amani kuhesabu pesa mbele yako. Na leo mpenzi wake anayempenda kumuita Tai anakuja kumchukua ofisini, akisema leo ni kwa ajili ya dina. Vicheko tu. Baada ya dina anamrudisha nyumbani. Yinka anasema, asante na kwa heri. Tai anasema, kwa nini uniruhusu niingie ndani na unajua mimi ni mpenzi wako eti? Yinka anasema, najua, ila sihitaji tufanye mambo ambayo hayatakiwi kufanya Tai. Tai anasema, nahisi kama unipendi vile. Na hapa kwa Mungu nakupenda sana. Njoo basi. Unajua siwezi kuambia ufanye kitu ambacho hutakiwi kufanya, si ndio? Najua. Wakapata busu fulani hivi la uongo na kumbato fulani hivi la uongo. Utanielewa baadaye kwa nini nimesema ni la uongo. Usiku mwema Leo Yinka akiwa ofisini, Ada anamwambia, unajua unatakiwa serious sana na Tai. Yinka anasema, sio type yangu. Kwa nini sio type yako wewe? Na kwa nini bado upo naye? Anasema, kwa sababu ni mwema sana na naweza kumtumia. Hakuna mtu ambaye ananisaidia sana kama yeye. Kwa hiyo hizo ndo sifa zako eti? Anasema ndio. Taendelea kuwa naye mpaka nipate mtu ambaye anaweza kuchukua nafasi yake. Alafu siku ya upenda nao ndo hiyo inakaribia. Wewe upo single, mimi nipo single. Nani atampa mwenzie zawadi? Muda huo huo anaingia mama mmoja hivi, anataka ushauri wa zawadi gani ampe mpenzi wake. Usiongee sana unachopenda, nimeshakijua. Na hapa kwa Mungu utapata spray ambayo inakaa wiki nzima na utamwomba mpenzi wako mwenyewe kwamba aache kujipulizia. Muda wote Ada alikuwa anashangaa tu. Leo Taio, au unaweza kumuita Tai kama alivyozoea Yinka kumuita, anaongea na mpenzi wake. Huyo ni Yinka bana. Wanapiga story nyingi nzuri nzuri. Tunajua penda nao tena. Tai anamwambia, hivi unajua kwa nini King Solomon alikuwa na wake wengi? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hajakutana na wewe kipenzi. Na anasema mapenzi ya kweli yalianza pindi mioyo miwili ilipokutana katika meli ya Titanic. Yinka anacheka tu. Acha bana, umetoa pia mistari. Anaishia kumsifia tu kwamba unanifanya najisikia vizuri sana. Leo Yinka anajipamba sana, anamuuliza Ada, naonekanaje? Ada anasema, like millions dollar baby. Anamwambia, unajua hili gauni nimenunua 15,000 naira. Hii ni sawa kama 30,000 hivi za Kitanzania. Nashangaa, sijui kwa nini wauzaji wa mtandaoni wanauza 70,000, yani kama 40,000 hivi za Kitanzania. Anasema, na hapa kwa Mungu sitanunua kwao kamwe. Ada anamuuliza, kwa hiyo leo ndio unaenda kuonana na Tai eti? Amekuwa mwema kwangu, kwa hiyo nampa kama zawadi tu. Anamwambia, hayo mambo hayapo hivyo dada, kama unaenda kufanya fanya kwa hisia. Yinka anasema, acha bana. Sawa mama, na wewe pia. Ni kama Ada hajapenda hii tabia ya kumdanganya Tai, huku hana hisia naye kabisa yani. Ngoja tuone. Amefika kwa Tai, wakaanza kupata vinywaji. Tai akiwa anataka waanze, anasema, Yesu wangu samani, napenda tuanze na mabusu kwanza. Yani napenda michezo hivi kabla tujafanya lolote. Jamaa anasema, aha, kumbe hilo hakuna shida. Tai akaanza kisi. Wezi amini, Yinka ana hisia kabisa yani. Ni kama anamkera tu. Usi amesema anapenda. Tai akahisi na kuuliza, au kuna kitu hakipo sawa? Anasema, na hapa kwa Mungu kila kitu kipo sawa. Ghafla tunaona mwanga mweupe anatokea katika sehemu fulani hivi nyeupe. Yinka anashangaa, hapa ni wapi? Anasema, kwani niko peponi au nimekufa? Anajisemea mwenyewe, tulia, najua utakuwa unaota, hii ni ndoto. Anasikia sauti inasema, kama hii ni ndoto basi ni ndoto ya kweli. Anashtuka sana. Wewe ni nani? Malaika Gabriel? Samahani, malaika Mikael. Nimefikaje hapa? Samahani, habari za jioni. Anaambiwa huku hakuna muda kama huo. Inasikika sauti ikimwita, Yinka Adebayo. Jesus, mheshimiwa. Mungu anauliza, unajua kwa nini uko hapa? Anasema, kwa sababu nimekufa. Hivi kweli nimekufa Mungu akawasha kioo chake, akaanza kuonesha matukio yake. Na hapa kwa Mungu, mke wako atakupenda
nitakupenda zaidi. Naapa kwa Mungu, naapa kwa Mungu, spray moja tu. Naapa kwa Mungu, ndevu zako zitakuwa kama ndevu za Waarabu. Naapa kwa Mungu, kila kitu kipo sawa. Inka anasema mbona sijasema sana? Anaonyesha zingine. Hai, alimeza mate. Naapa kwa Mungu, 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 naapa kwa Mungu. Anasema hapana, hii sio kweli. Malaika anasema tunafuatilia. Mungu anasema jina langu umeliita sana bila sababu. Inka anasema hayo ni maneno tu. Malaika anasema kupinga mamlaka ya Mungu katika ushahidi wa dhambi zako, hiyo ni dhambi kubwa sana. Aha, unafurahi hili eti? Mungu anasema umepigwa marufuku kusema neno naapa kwa Mungu, hutakiwi kutumia tena jina langu Mungu wako, na sitakubali kwa yeyote atakayetumia jina langu katika dhambi, na kama utasema tena maisha yako yataishia mazima. Asicheke akaona utani vile. Mazima kivipi? Malaika akakazia daima na milele. Alishtuka. Mungu anasema kwa sasa utarudi. Asante sana Mungu, na hapa sitosema tena kwa Mungu aliyeniumba na Mungu Baba, sisemi tena. Mungu anasema unatakiwa ungame toba ya madhambi 5 ambazo umetumia jina langu. Malaika anasema takusindikiza. Unataka kunifuata nyumbani? Ndiyo, na utaki kuongea kuhusu hichi kikao wala kuongelea kuhusu mimi. Alihisi kizunguzungu. Malaika anasema muda wa kuondoka, na kumbuka hii ni nafasi yako ya mwisho. Inka anaamka, anavuta pumzi kwa nguvu. Tai anauliza ni nini hii? Umenishtua sana, kimeutokea nini? Anasema nimekuwepo kwa muda gani? Kama siku 30 tu. Inka anashangaa na kuomba aende nyumbani. Tai anasema kwa nini usilale hapa? Anamwambia nahisi kichwa kinaniuma na kwa hili nitarudi tu. Inka amerudi nyumbani, analalamika tu. Ndoto gani hii? Akiwa amechoka kweli, anavua nguo. Kugeuka, alipiga kelele. Jesus! Malaika anamwambia nimetaka kwa muda mrefu sana kutokea moja kwa moja kwa mwanadamu. Naona hii ni nzuri sana. Nini wewe? Anasema nilikometa kufuata lakini nilijua ni ndoto. Malaika anasema haikuwa ndoto. Kwa hiyo unakaa na mimi? Maana na mwanaume ana nguvu na anapiga watu. Hapendi kabisa mimi niwe karibu na wanaume. Malaika anasema takuwa na wewe muda mwingine utaniona, muda mwingine hautaniona. Hii ina maana gani? Maana yake naheshimu sana usiri wa maisha yako. Jamani, hii mpaka lini? Hii itachukua hadi muda wa kutubu dhambi zako 5. Tunaanza na Mrs. Kuka. Mteja wako mzuri. Tunaonyeshwa namna alivyokuwa anamdanganya. Wewe nunua tu hii. Na kuapia kwa Mungu, nisipofanya kazi wiki moja nifanye chochote. Kwa nini? Malaika anasema umemuuzia madawa feki kwamba yatamzuia mume wake asimsaliti. Yale hayafanyi kazi. Mume wake ana tamaa sana. Umemuuzia zaidi ya mwaka mmoja. Ni muda wa kumwambia ukweli sasa. Hata kuja dukani kwetu tena. Hivi unajua kama huu ni upuzi? Najua. Unajua? Mungu nakuomba. Malaika alimkata jicho. Anabadili eti uungu nisaidie. Safi. Akaomba nguo yake. Malaika akapotea. Ameshtuka. Na hiyo anamlalamikia sana rafiki yake kile kilichotokea, kwamba kwa sasa muelewi kabisa. Inka anamsimulia cha ajabu. Kaondoka tu bila sababu. Rafiki yake anamwambia tangu umeanza naye mahusiano hujawahi kupata hata busu. Una uhakika kama wewe sio mwanaume wake wa pili? Isije ukawa ni wa pembeni tu, ila na mwanaume anayempenda. Anaishia kumwambia yaani wewe mapenzi yamekufanya umekuwa kipofu tu. Tena anabakia na mawazo tu. Leo Mrs. Kuka amekuja kununua. Inka anasema kuna kitu nahitaji kukwambia. Kwa nini leo upo hivyo? Au bidhaa leo haipo? Inka anamwambia kwamba ile dawa haifanyi kazi. Ile dawa ni mchanganyiko tu wa asali na baadhi ya dawa za mitishamba. Mrs. Kuka anawaka sana. Umenidanganya. Ulinihakikishia sana wewe. Na uliapa kabisa kwamba mume wangu atatulia. Niliongopa. Naomba unisamee. Mrs. Kuka anasema hata kama ila mwaka mzima unajua watu wangapi nimewaleta kwenye duka lenu? Madam, naweza kukuelezea. Kunielezea nini? Yaani umeniaibisha sana. Na watu wote nitawaambia. Malaika anasema umemaliza mmoja Inka. Naona sasa umefurahi eti. Ada anastuka. Unaongelea nini wewe? Unajua ada huyu malaika amuoni Maana amuhusu kabisa. Inka anaamua kuondoka. Inka anamwambia malaika wake kwamba hii kitu sio rahisi. Huwezi amini ada amewaka sana. Kwamba unafanya nini wewe? Inka anasema wewe umetaka niwe mkweli hata kama ndio fukuzi wateja. Malaika anakaa mbele. Inka akawa kama anainama hivi ili amuone Ada. Na Ada analalamika, kwa nini unainama wewe? Huko kilalamika, mpango wao ni kulibu biashara Malaika anasema ukweli una gharama sana. Umefurahi Ada anasema unasema nini wewe? Ada amuone kabisa huyu malaika. Punde kuna mteja anaingia. Kuna bidhaa alikuwa anataka. Pindi anauliza, Inka anasema na hapa. Malaika akampiga jicho. Akasema ipo sawa. Mteja anasema ipo sawa tu. Ndiyo inafaa kuondoa mapele. Ada anashangaa. Kwani anatazama nini? Mteja anasema nachukua hii. Malaika anasema umeona unaweza kuuza bila uongo. Anamkata jicho la kimbea. Wakiwa nyumbani, Ada anakula. Huku sio kula, ni kusosomoa. Anamuuliza wewe huwa huli eti? Malaika anasema kwani mimi nile? Mimi sio mwanadamu. Chakula ni maisha. Malaika anasema kama chakula ni maisha, kwanzia leo ungeishi milele. Hapo anamwambia unaenda kutubu dhambi yako ya pili. Inka anasema nani tena? Anaambiwa Anko Dapo. Huyo ndio ananiweka mjini eti. Tunaonyeshwa alivyokuwa na hapa kwa Mungu kwa kimdanganya. Anaumwa sana, yupo hospitali tena hawezi hata kupumua. Anko Dapo alikuwa anatuma hela tu baada ya simu. Huyu kweli mjinga sana. Bila uongo atumi
pesa, na leo alikuwa anasema uongo mwingine tena. Anasema yeye ni mgonjwa sana na daktari amesema sukari imepanda, yanahitajika malipo. Na uongo huo anauchapa huku akiwa choni, na mjomba anaisha kusema atatuma pesa sasa hivi. Siku nyingine yuko kabisa famasini kwake, anajificha, analia sana. Anasema daktari amesema lazima leo wambadilishe figo, na anko anasema nakutumia pesa sasa hivi mwanangu. Baada ya simu anazomea tu, ili hata Ada alikuwa anaona na anaishia kushangaa sana. Yinka anamwambia Malaika, mbona ule ulikuwa uongo mdogo sana? Malaika anasema umemwongopea mara nyingi. Anasema mjomba namjua mimi, anipi pesa bila kumwongopea, alafu ni mwanajeshi, nikimwambia ataniua yule, atanivunja miguu. Malaika anasema na sasa hivi yuko mlangoni. Yinka anatamani kuzimia. Mara mlango unagongwa, akafungua. Anko Dapo kaingia na zawadi nyingi, anamwaga sifa nyingi kwamba nyumba yetu umetunza, natumai walete wanaume humu ndani maana ni mwiko. Okay, unaendeleaje? Nipe ripoti ya daktari. Anasema anko, na jambo nataka nikwambie, mimi sio mgonjwa. Anasema sijakusikia, unasema nini? Mimi siumwi. Mzee anasema athma, kisukari vyote vimeondoka. Anasema sijawahi kuumwa mzee. Unasema nini? Sijawahi kuumwa. Uliniambia unaumwa. Mzee akavua kofia kwanza. Anasema athma, kisukari na nini ile figo. Alikuwa shetani baba. Shetani? Unasema shetani? Ndiyo anko. Hivi unajua ni mikutano mingapi mimi nimegaili kwa sababu yako? Ulikuwa unaongea kana kwamba unaumwa, mara zote umenipigia unaumwa, tena kama uko ICU unakaribia kufa. Mi Dapo Opalopon, sikudanganyi tena. Asante Mungu, ninatakiwa nikukamate wewe, ila sifanye hivyo kwa sababu wewe ni mtoto wa marehemu kaka yangu, na nakupa miezi 10 uondoke nyumbani kwangu, na baba yako huko alipo anaumia sana. Dide kokwerio bagdainate wonwoneze, kamwe usinipigie tena manje wesu njafa. Mzee akapiga kofia chai. Malaika anasema wawili hao wamebaki watatu. Yinka anaumia. Kumekucha leo. Yinka anamwambia Malaika, kwa nini unanifuatafuata? Sirudi nyumbani. Malaika anasema kwa sasa nyumbani ni wewe na dunia. Anasonya, anafunga mlango, ila mwamba anapita tu. Mbona unanifuata tena kama bodyguard? Anamwambia wewe ndio unatembea, kwa nini usifanye kama haupo tu? Anashtuka. Kuna jamaa anashangaa sana, maana ni kama kichaa anaongea peke yake. Unajua binadamu wa kawaida wamuone. Wamerudi nyumbani, anaandaa chakula na Malaika anamshauri kwamba vyakula vya mafuta sio vizuri kwa afya yako, kwa nini usile mboga za majani nyingi na ukapunguza wali na hiyo kuku? Yinka anauliza, kwa hiyo wewe ni mtaalamu wa diet au ni Malaika? Chagua moja. Malaika anasema kwa balance ni nzuri zaidi. Akiwa anaangalia movie anacheka sana. Malaika anamwambia ni muda wa toba ya 3, anayefuata ni Big Buki. Hapana, ndiyo tunaonyeshwa dhambi yake kwamba alimdanganya Buki kwamba anaapa kwa Mungu kwamba akitumia dawa hii asipopoteza uzito nifanye lolote. Buki anasema sawa, ni bei gani? Anasema naila 100,000 tu mwezi mmoja. Hii ni kama 200,000 ya Tanzania. Buki analalamika sana kwamba nimetumia dawa nyingi lakini sipungui. Yinka anasema unaona, mimi hii shati ilikuwa crop top, nilikuwa mnene sana, ila sasa imepungua mno, tena nilikuwa mnene kuliko wewe. Buki anasema tanunua ila miezi 2 tu natumia basi. Malaika anasema ni mwezi umepita sasa, hajapoteza uzito wote. Yinka anasema Big Buki ananiua, namjua mimi. Malaika anasema hawezi. Yinka anasema aliniamini sana, yani hawezi nisamehe. Malaika anasema ukweli unapoteza hasara, ila uongo huendelea daima. Anamfungia mlango kwa hasira. Anakuja huku anamkuta, anashtuka, ikabidi aende kwa Big Buki. Huwezi amini, Buki anacheka tu, anamwambia asante sana kwa dawa yako, unaona nimepungua. Yinka oshishibaje, ona mambo, wanaume unanipenda sana mtaani muda wote. Malaika wetu Malaika wa Yinka anafuatilia tu. Yinka anasema ngoja nikwambie kitu, ngoja nikwambie ukweli, ile dawa ni feki, haifanyi kazi. Oya, Buki kidogo alie. Anasema nimenunua naira 300. Hii ni kama 600 za Kitanzania. Nimeweka juhudi sana kuitumia. Dami mada fuemi. Yinka, umenisaliti, umetumia udhaifu wangu. Analia. Osheo. Buki anasonya na kuondoka kwa hasira. Imemuuma sana Yinka. Ofisini mawazo mengi sana, hadi rafiki yake anamuuliza hivi upo sawa? Nipo sawa. Kuna mteja anakuja, yani ni kama hayupo kabisa. Baadaye tayari anamletea lunch, ila anamuona hayupo sawa. Anamuuliza upo sawa? Anasema nipo sawa. Anamwambia baadaye nije kukuchukua, ila anasema kuna sehemu naenda. Tayari anaomba kuongea na rafiki yake. Anamwomba aongee na rafiki yake. Sasa amuelewi kabisa, yani anamchumia sana. Ada anakuja kumuuliza una shida gani? Anasema hakuna shida. Kwani amesema anataka nini? Hakuna kitu hata. Yinka anampiga jicho. Malaika anamwambia ni muda wa kutubu dhambi ya 4. Naambie ni nani? Malaika anasema Taiyo. Yinka anasema tafikiria. Kwani ni lazima? Malaika anamkata jicho. Au basi kweli bana, ameenda kwa Tai. Anamwambia amekuja waongee, na anasema naomba tuachane, sijawahi kuvutiwa na wewe, na wewe sio type yangu, yani kila mtu afanye mambo yake. Tai anasema ulisema hapana, niliongopa muda wote. Kwa hiyo umekuwa ukinitumia muda wote, kwa nini? Ulitaka pesa au? Rafiki yangu kule alinionya lakini sikusikia, nilikuwa kipofu, tena kwa mapenzi yasiyoonekana. Umeniongopea muda wote, toka kwangu, toka. Upuuzi gani huu? Wow. Inabidi acheke tu akijiita Taiyo. Ikabidi ampe story rafiki yake. Anasema kasemaje? Kwani hajawahi kuvutiwa na mimi wala hakuwahi kunipenda, yote alikuwa ni uongo tu. Unajua nilimpenda sana huyu mwanamke. Kule anapigilia msumari tu. Nilikwambia yani mwanamke hujawahi kupata tabusu. Sikia mwanangu, kuna maisha baada ya mapenzi.
mapenzi, kuwa kama Harmonize wa Tanzania. Ipo siku utapata mwanamke atakayekupenda na sio kajala. Chai. Jamaa anasema, ngoja niende chakula tu ule hapa. Leo Inka ameamka, anakuta vyakula vingi sana mezani. Anashtuka, anaanza kumuita Malaika. Malaika akaanza kula matunda kwanza, maana meza imejaa. Akalishwa ni kutafuna tu. Malaika anasema, umefurahia chakula eti? Alishtuka, anasema chakula kitamu. Malaika anasema, una uhakika nimepika mimi? Taondoka hivi karibuni. Inka anasema, huwezi kuniacha leo, nahitaji kufurahia uwezo wako kimalaika wa kupika. Malaika anasema, jana umeumia sana, nadhani iliyobakia usifanye leo hata kesho. Inka anasema, asante sana, kumbe wewe mkarimu sana. Vipi leo unafanya nini? Anasema, leo nipo ofu, labda upike ile mije. Malaika anasema, naweza kupika kila kitu, apia kwa Mungu. Malaika anampiga jicho. Inka anasema, leo ni siku ya kula, sasa kutoka kuwa mchungaji wako nimekuwa mpishi, muda wa movie umefika. Anaongea mwenyewe tu. Malaika anamwambia, inaonekana unajifunza Hapana, hapa ni anakosea. Hivi huyu ameweza kumzoea Malaika kiasi hiki? Ngoja tuone itakuwaje. Akiwa anaongea sana, mlango unagongwa. Anamwambia, rafiki yako Ada. Umejuaje? Aha, Malaika kumbe. Ada akaingia. Anamuuliza, uko sawa kweli? Kama unaumwa niambie, kwani nini kinaendelea? Inka anasisitiza kwamba hakuna kitu, nataka kuwa mtu mzuri tu. Anamwambia, wewe ni kama Mungu amekupigia au pasta? Inka anacheka sana. Hapana, ila sisi tunajua kwa nini amebadilika kuwa mtu mzuri, si ndio? Ada anasema, na njaa. Anaisha kucheka na baadaye Ada anamwaga akimwambia, rafiki yangu, jambo lolote uniambie. Wanakumbatiana na Inka mwenyewe anasema, na furaha sana kuwa na rafiki kama Ada. Ila Malaika anakuja, anamwambia, ni muda wa kutubu dhambi yako ya mwisho. Ni nani huyo? Ada. Ni rafiki yangu, sijai kumdanganya na hapa. Malaika anampiga jicho. Inka naomba sana, nibadilishie, sijamkosea, miaka 2 imepita, naomba wengine 6, 7, 8 au 9, lakini sio yeye. Kwa nini yeye? Malaika anasema, kwa sababu ulifanya. Hii itaua urafiki wetu. Malaika anasema, hili ni agizo kutoka juu, sio maamuzi yangu, siwezi kumpoteza. Asubuhi kumekucha, inabidi aende kazini, sio kufanya kazi ila kuungama. Anamwambia, nimekuwa nikiba pesa kwenye biashara ila wewe kujua, ila sio sasa, ni muda nilikuwa naweka kwa ajili ya kufungua biashara yangu na kwa sasa nimeacha, ila naomba unisamehe, sitorudia tena, naomba unisamehe. Muda wote Ada alikuwa anamwangalia tu na anamwambia, nilikuwa najua hili miezi 6 nyuma. Jamani, kwa nini kuniambia? Ada anasema, niliamini kile tumechokitengeneza na nilijua ipo siku utaacha na ukaacha. Inka analia kwa uchungu, akamkumbatia akisema, nimekukosea sana. Ada anasema, naomba niahidi jambo moja tu, kuwa mkweli daima, haijalishi itakuwa ngumu kiasi gani. Kidogo aseme na hapa akakumbuka amekatazwa makumbato mengi ya hisia. Amini anasema, najua na mwepesi sana, vicheko vingi. Inka amerudi nyumbani mawazo mengi sana, ila mawazo ya furaha. Anamwambia Malaika, nimezania utaondoka bila kuaga. Malaika anasema, Ada alikuwa anajua, ndiyo na amenisamehe, kiukweli ni rafiki ambaye sikupaswa kuwa naye. Ila Malaika anasema, umejifunza kuwa rafiki mzuri, si ndio? Hivi ulijua kama Ada alikuwa anajua? Aha, kweli ulijua, wewe ni Malaika. Inka anasema, nakukumbuka sana ila kidogo. Malaika anasema, kidogo? Yaani kwa ulinzi wangu wote wa kitajiri? Sawa, katikati hivi, karibu sana. Subiri, hivi nyie mnatuona kama sisi tunavyoona movie? Nina swali, je, tukiwa tunaoga au tunafanya yale mambo? Anamkata jicho tu. Kwa heri Malaika, labda atakuona tena au nisikuone tena. Chai, najua kuna mengi umejifunza. Naomba angalia story hii na familia yako, pia toa maoni yako. Umeonaje hii kazi? Umekuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho. Ndugu mtazamaji, sina la ziada. Ni mimi storyteller wako Bilo the Great, na hii ni Dar2 Lagos TV. Hakikisha una subscribe na kuweka alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kazi zangu. Until next time, bye.